laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Sidhania kwamba wema na ucha Mungu ni mtu kuelekeza uso wake akafanya mambo yale na haya akajiona kwamba ndio katika wema. Lakini Allah anaufunga wema katika haya yafuatayo: walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wema sio kuelekeza nyuso ukasali. Wema sio kufanya mambo fulani ukaona ndio unatenda wema. Allah anaufunga wema kwa hizi sifa zifuatazo: al-imanu billah. Angalia imani yako ya kumwamini Mwenyezi Mungu iko kiasi gani. Leo wangapi tunatetereka na mambo ya riziki, tunadai tuna imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuko tayari kudhulumu wenzetu kwa ajili ya riziki yetu itufikie, kwa sababu hatuna imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama una imani kweli ya kumwamini Mwenyezi Mungu huwa raziq, kwamba yeye ndiye anatoa riziki, hivi kweli unaweza kuwa muongo katika miamala yako? Uongo unauendea kwa sababu wewe huna imani iliyokamilika ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanawachuoni wanazungumza, wanasema ukirejea Qur'an, Mwenyezi Mungu sehemu nyingi ambazo kwamba anazungumza mambo ya riziki, nyuma yake uko nyuma hizo aya alizungumza ibada. Sehemu nyingi Allah anapozungumza ibada akifuatisha baada yake huwa anafuatisha suala la riziki. Mfano maarufu, aya sote tumehifadhi katika suratu Dhariyat. Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sisi hatukuletwa wala hatukuumbwa, majini na sisi lengo tulioumbiwa nalo ni kwa ajili ya nini? Ya ibada. Sasa kama vile mja anajiuliza kwenye nafsi yake, nimeletwa kwa ajili ya ibada, riziki yangu nayo ni vipi? Nani atakayenisimamia riziki yangu? Fanya ibada, tuna riziki vipi? Allah Subhanahu wa Ta'ala anafuatiliza moja kwa moja aya inayofuata, anasema inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin. Suala linazungumzwa la ibada, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin. Kana vile Allah anakuwekea pazia, unatakiwa utulizane, kuna mafungamano gani baina ya ibada alafu lizungumze swala la riziki. Anataka atulize nafsi yako, usiwe muongo, uwe mkweli katika miamala yako. Na sio hapo tu, ukenda mwisho wa surati Taha, Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake, wa'mur ahlaka bis-salati, amrisha watu wako kusali, wastabir 'alayha, na peaneni moyo kusubirishana. Tusubiriane bwana, swala ni nzito, tusali, tuhimizane. Mwenyezi Mungu baada yapo anamwambia mtume wake, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Ibada, swala lililofuata mbele yake ni riziki. Kwa ukiwa na imani kweli ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwezi ukatetereka kwenye mambo ya riziki.